Ninalo neno fupi la kusema ambalo nilianza kulisema tangu wiki iliyopita, la muhimu sana kwa ajili ya maisha yetu kwa mwaka huu. Tulipokuwa hapa Disemba 31, neno letu la mwaka huu ni mwaka wa kukimbia, sio wa kutembea. Kuna mambo mengi tumeona tumechelewa, kwa tunataka tukimbie. Na tulisoma andiko lile katika Nyakati, mwanamke wa Kishunami akamwambia kijana yule, nitandikie punda tuendelee mbele, mtu asinipunguzie mwendo. Sasa nitaambatanisha na maneno machache ya kuweza kukutamkia ili tuweze kusonga mbele. Huu ni mwaka, kama unaandika, ni mwaka wa kusemesha visivyosemeshwa. Karne hii ni karne ya maneno, sio karne ya kichungaji, kiinjilisti au kitume au kialimu. Tuko kwenye karne ya maneno. Mungu alifanya kazi kwa nyakati katika huduma zake 5. Tuko kwenye karne ya kinabii, karne ya maneno. Hata mwenye ukiangalia huko duniani ni kama manabii wanafuatwa sana nyakati hizi. Huwezi kupingana na mfumo wa roho. Kuna wakati walimu walikuwa wameshika hatamu katika taifa, kuna wakati wachungaji wakashika hatamu katika taifa. Lakini zama hizi ni zama za maneno, zama za manabii. Wakati nilipokuwa naomba, niliona ni vizuri twende na flow iliyopo duniani, kwamba kwa sasa hakuna namna ambavyo mtu ataweza kuachieve kufikia mahali kama sio muongeaji. Yani kama utanyamaza, wenzako watakusemea, na wakisema utakuwa wanavyosema wao. Sasa ni vizuri useme na wewe useme. Tuko kwa dunia ambayo kama wewe usemi utasemeshwa. Na usiposema utakuwa wanavyosema wale. Mimi napenda kusema maisha watu wanaopitia na nyakati zilizopo ili tuweze kupata msaada. Nimegundua kanisa limeshindwa kwenda na hali halisi ilivyo. Kwa hiyo kwa sasa kama wewe huongei utapata shida sana. Ni vizuri uwe mtu wa kusema. Na nitakufundisha usemeje. Kwa nini kuna umuhimu wa kusema? Maneno ni umbo la mawazo. Maneno ni umbo la mawazo. Maneno ni structure, ni mwili wa watu wasioonekana. Watu wasioonekana. Maneno ni mwili wa watu walio mbali na wewe. Maneno ni njia ya kuwasafirisha watu walio rohoni wa operate katika ulimwengu wa damu na nyama. Na nataka nikuhakikishie, ndio silaha pekee, neno, ambayo inaweza ikaleta ushindi kwa mwanadamu. Maneno. Mwangalie mwenzako, mwambie sema. Mwangalie tumwambie leo, rafiki, sema. Mwakani wa kusema. Mwakani wa kusema. Kwa hiyo nataka Roho Mtakatifu anitumie nihakikisha unalo neno na wewe katika mwaka huu wa kusema. Yani hakikisha kwamba na wewe ukitoka hapa umesemesha visivyosemeshwa, umeambia visivyoambiwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo huu ni mwaka ambao tutawaambia wasioambilika, tutasemesha visivyosemeshwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu aliwahi kumwambia Musa, uambie mwamba utoe maji. Semesha mwamba utoe maji. Maneno ni silaha ya ajabu zaidi ya silaha zingine zote. Na mimi ni matokeo ya ninachokisema. Sifungamani na watu wasiojisemea, nafungamana na watu wanaosema wao wenyewe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maana Yesu anasema mtu aliye dhaifu asiombe awe na nguvu, aseme.
Kwa nini hakusema aombe nguvu? Maneno ni njia ya haraka ya walio rohoni kufanya kazi. Maombi yataanza kuangalia unastahili au ustahili, ufanyiwe, una makosa au ni nini. Lakini maneno unapotamka, unawapa wasioonekana uwezo na nguvu ya kusimama pamoja na wewe. Wangapi mnataka kusema kidogo mwaka huu? Sema kwa jina la Yesu Kristo. Sema nataka niwaambie wasioambilika, na nataka niwasemeshe wasiosemeshwa. Ngoja nikuambie kitu kimoja. Maneno ni mtambo wa silaha. Neno unapoongea, Mungu akasema na iwe nchi. Hakuomba iwe nchi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nasema jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa nataka mwaka huu umesemeshwa sana. Ule ugonjwa umekusemesha sana. Wewe utakufa, wewe utakufa, wewe utakufa. Sikiliza, maneno njia ya kupitisha walio rohoni kutekeleza mwilini. Maneno ni njia ya kuzuia walio rohoni wasitekeleze mambo juu yako. Kwa hiyo nataka mwaka huu kama kuna kitu kimesema, haleluya, uanze na kukiambia na mimi ninalo neno. Na mimi ninalo neno. Wanaweza kuwa wameshaongea maneno mengi, lakini siku moja pakatokea mtafaruku mbalimbali. Watu wamesema sasa tunaenda kwenye bonde la kukata maneno. Huu ni mwaka ambao tunataka wakate maneno. Tutamke vitu, tusemeshe mambo, tuambie visivyoambilika. Sema amen. Nasema amen. Biblia inaongea wazi kwamba hapo mwanzo palikuwa na nini? Palikuwa na nini? Palikuwa na nini? Jina la Bwana libarikiwe sana. Hilo neno unalo wewe. Sikiliza, neno ni chanzo cha kila kitu. Neno wewe hivyo ni kwa sababu ya maneno. Ni kwa sababu ya maneno. Baba na mama wanasema tuzae. Neno linatangulia tendo. Nataka mwaka huu kama unataka kufanikiwa, sema, zungumza. Jina la Bwana libarikiwe sana. Acha kusubiri wa kusemee. Wewe ni nabii wa maisha yako. Wewe tamka juu ya maisha yako. Semesha afya yako. Sisikii amen. Sisikii amen. Semesha afya yako. Semesha karia yako. Zungumza. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hapo mwanzo palikuwepo neno. Neno alikuwa wapi? Pasipo huyo kumbe neno, bila neno mambo hayafanyiki. Mambo hayafanyiki. Nisikilize, mzee mmoja mwenye hekima katika kitabu chake cha Mithali akaandika akasema, mauti na uzima ni uwezo. Uwezo wa nini? Kumbe nitakufa kwa sababu ya neno la mtu alitaka nife. Kumbe naweza kuishi kwa sababu kuna neno ambalo naweza kusaidia kuishi. Na hilo ndilo ambalo mimi natamkaga, nasema hata bastola haiwezi kuniua. Sema amen, amen, amen. Watu wananiangalia, narudia hata bastola mimi hainiui. Kwa sababu najua ili bastola inipige kuna mtu atakayetumia. Huyo mtu ni mali na manufacture ya Mungu. Kile kidole cha kufyatua kimeumbwa na Mungu. Huyo ambaye ni yeye aliyekiumba atakiambia yule pana, yule baba ana kazi na mimi. Yule baba ana kazi na mimi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nataka useme juu ya maisha yako. Acha kuwasubiri watu waongee juu yako. Unachokinywa
kinywa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Siku moja mzee akamchukua mzee mmoja Ezekieli 37 akampeleka kwenye bonde lililojaa mifupa mikavu. Anasikia, niambie, je, mifupa hii inaweza kuishi? Sema. Jina la Bwana libarikiwe sana. 2025 kuna mifupa mingi inahitaji tuiambie, inahitaji tuseme, inahitaji tutamke. Akiambia mifupa hii iambie. Ezekiel sema Bwana akaambiwa semesha mifupa. Najua wewe ni fukara, najua wewe ni maskini, najua huna chochote, lakini sema. Utakaposema unawaruhusu walio rohoni washuke haraka. Sikiliza, zipo roho zinazokimbia zikitafuta utakatifu. Mnataka kusema nini? Zinasikiliza. Na hapo mashetani hapo nao yanakimbia yanasikiliza utakatifu unaongea nini, afu yanatega. Unajua wanasukumanaga, wewe Gabriel ondoka, huyu amesema atakufa, ngoja tumuue. Alafu unasikia nikasema asubuhi alisema hatakufa ataishi. Wapo wanazunguka wanangoja izimia maneno yetu. Watakatifu tuongee, tuseme, tuzungumze. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mkanyage mwenzako kidogo, mwambie hutasemewa na mwingine, sema mwenyewe. Sema mwenyewe. Sema mwenyewe. Sema. Sasa kuna njia, nataka ni summarize. Kuna njia kuu 3 za kuongea. Kuna njia kuu 3 za kuongea. Kuna njia ya kuongea kwa njia kama ya kupeleka message. Yaani unaongea ili message ifanye nini? Ifike. Alafu kuna njia ya kuongea kwa maamuzi. Unaongea kwa maamuzi. Kuna watu wanaongea kama kutoa message. Njia ya kutoa message haijaamua, lakini kuna njia ya kusema kwa kuamua. Maya, simama. Unaonaje Maya ukisimama? Anaweza akakaa au akasimama. Sasa ni ulimwengu wa maamuzi, kusema kwa njia ya maamuzi. Mnanielewa watumishi wa Mungu? Kusema kwa njia ya maamuzi. Njia ya 3, kusema kwa niaba yako. Sikiliza, trafiki anapomsimamisha mtu ni kwa niaba ya, kusema kwa niaba, kwa mamlaka iliyo juu yako, na kuamuru kwa jina la Yesu wa Nazareth. Umesema lakini kwa mamlaka iliyo juu yako. Huu ni wakati wasema hizo mbili, sema ya mamlaka na sema ya niaba ya ile mamlaka. Acha kupeleka ujumbe, amulia vitu kwa kauli zako. Amulia vitu kwa kauli zako. Amua. Nisikize wanangu, hatuna dunia nyingine tutakayoishi. Hatuna dunia nyingine tutakayoishi, ni hii. Yesu atasifiwa huko mbinguni. Yesu atasifiwa huko mbinguni. Nyie ambao mmeokoka ili muende mbinguni, shauri yenu. Tumeokoka ili tutawale hapa duniani. Na sikilize wewe, sifa yoyote inatimia palipo na mpinzani. Mbinguni hakuna shetani, kwa sifa haitimii. Sifa inatimia hapa ya kwamba mashetani na machawi na nini wametaka ufe. Alafu kwa jina la Yesu hapo Yesu anasifiwa. Kwa hiyo nataka tuseme mwaka huu ili Yesu akainuliwe. Sema amen. Narudia, sema amen. Maneno yanatokana katika vyanzo vikubwa 3. Chanzo cha kwanza cha maneno ni katika hali ya kawaida ya mtu, mwanadamu wa kawaida. Yaani hilo neno Biblia inasema kila mtu atatoa hesabu ya nini? Maneno. Sawa? Yaani wewe hilo neno la kwako kabisa. Shetani hahusiki wala Mungu hahusiki. Wewe umesema na hilo utalitolea hesabu. Kwa ni katika ulimwengu wa kawaida ambayo
hayo maneno hayanipagi shida sana. Lakini kuna aina nyingine ya maneno yanayotoka kwa shetani, ambao mwenye mwili anaazimwa kulisema, anaazimwa kulitamka, anaazimwa. Yani unajikuta wewe umeazimwa, umelisema tu. Utashangaa mama anamwambia baba, hivi wewe kweli ni mwanaume ulionioa wewe? Wewe kweli wewe kweli ti mwanaume wa kunioa? Mama ametamka kabisa hilo neno, hayo maneno. Alafu najiuliza, asubuhi utashangaa yule mama amepika chai, anamtengea huyo mwanaume. Unajiuliza, huyu aliyesema hilo neno alitakiwa aseme juzi wakati ameshaondoka, lakini ameazimwa tu kukukwaza. Alafu lile neno ili ukienda huko mapresha ya kupande, akili vurugike, mawazo ya kuingie, ameazimwa tu, ameazimwa. Walio rohoni wanakutumia we kama speaker, na wewe unajiwaga ukishalitamka lile neno. Yani baadaye ukilikumbuka unatamani kujificha, unatamani kujificha kabisa. Hivi imekuwaje nimesema vile? Uliazimwa. Watu wamekaa kikao kabisa, unashangaa unamwambia mwenzako, I say, mbona naona umechoka hivi? Umeazimwa, umeazimwa. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini hivyo hivyo kuna walio mbinguni ambao nao wanaazima watu. Anaweza kukuangalia kweli umechoka, unasema kwa tamaa, lakini akwambia I say, naona una nguvu, na yeye ameazimwa. Umechoka, lakini anakanusha lile neno. Hivyo ndio vyanzo vya maneno kutoka kwa watu, kutoka kwa ulimwengu wa giza na kutoka katika ulimwengu wa nuru. Maneno yanatoka hapo, maneno yanatoka hapo. Sasa jitahidi sana kuweza kuwa na chujio la kuelewa. Jina la Bwana libarikiwe sana, kwamba ili neno asili na chanzo chake limetoka wapi lilipokuja kwangu, ili aliazimwa abaki nalo lisipate nafasi kwako, na wewe uchukue kile ambacho Bwana anataka uweze kukichukua. Nyosha mkono wako, sema katika jina la Yesu, kila neno la kuazimwa katika maisha yangu halitafanikiwa. Kuna wanawake wawili, mmoja amefunga nguo kama ya chui chui, inamuona, na mwingine amevaa nguo nyekundu, nguo nyekundu ambayo imemficha macho. Ananyoshea mkono. Hebu semeni kwa jina la Yesu. Rudia, sema kwa jina la Yesu. Rudia tena, sema kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu. Sitanyamaza mwaka huu kwa ajili ya maisha yangu. Sema sitakaa kimya. Nyie mmesema, lakini Yesu anasema kila makusudi yenu juu ya maisha yangu, sema hayatakaa yafanikiwe. Kila maneno yenu juu ya maisha yangu, sema hayatakaa yafanikiwe. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema, kuna kitu naliona huyu chini ya kitovu chake kama kitu cheusi ambacho amelishwa. Nisaidie mchungaji Mavoa kuweka mkono hapa chini ya kitovu. Sema Baba, katika jina la Yesu. Mbona nataka umaanishe tukate maneno yale kwa haraka, twende tumalize. Nataka umaanishe wewe, issue sio ya yule tu au yule, ni issue ni ya kila mtu. Kila mtu, sawa? Nisaidie kunifuatisha mimi. Sema Bwana Yesu, nataka niwe na jibu ya kila swali waliotamka katika maisha yangu. Wameuliza maswali mengi. Wengine wanasema hivi kweli atafanikiwa? Kweli ataishi mwaka huu? Mimi nawaambia mwaka huu ninaishi na ninafanikiwa. Mwaka huu ninaishi na ninafanikiwa. Kila neno walilolisema kinyume na maisha yangu, neno hilo ninaling'oa, halitafanikiwa. Ninalikataa, halitafanikiwa.
wamekaa vikao, ninavipinga vikao vyao na vikataa vikao vyao. Kuna mtu naona kuna kitu anasikia miayo, yani it's like ni kama kuna ligesi liko tumboni, unasikia miayo. Wewe nisikilize. Hujamshinda Yesu. Kuna mtu na kama ligesi hivi la ajabu, unasikia kama kupiga miayo, unasikia sasa hivi kama ligesi la ajabu. Sema Baba, katika jina lako ninakanusha roho hii haina nafasi ndani yangu. Wewe gesi, nakukataa. Kuna mtu hapa kwenye mgongo hapa. Nataka nimalize haraka hapa kwenye mgongo hapa. Unasikia kuna maumivu hapa kwa haraka. Sema kwa jina la Yesu. Rudia, sema kwa jina la Yesu. Njoo haraka mama. Njoo hapa. Natamka hata kalia wheelchair. Nasema hata kaa kwenye wheelchair. Nasema kwa mamlaka jina la Yesu. Hata kaa kwenye wheelchair. Hata kaa. Hakai, nimekataa. Naona kama likamba hapa linaloenda mpaka hapa chini, na pamewekwa kama gololi rabo shakaba karaba. Semesha karabagati. Sema Baba, maanisha sema Bwana Yesu, kila walichonenea mwaka huu sikitaki, kila ovu walilofanya juu yangu misilitaki. Sema kwa jina la Yesu, kila ndoto walioniotesha kwenye maisha yangu, sema ndoto ile ninaikataa. Naziona kamba. Naziona kamba. Naona kamba. Mlete huku. Naona kamba. Mlete naona kamba. Mlete huku, naona kamba. Chukua mavua, fungua kamba. Naona kamba. Sema Bwana Yesu, mwaka huu ni mwaka wangu. Piga kelele, sema ni mwaka wangu. Piga tena kelele, sema ni mwaka wangu. Sema ni mwaka wangu. Kila mauti walioiandaa juu ya maisha yangu, kila mauti walioiandaa juu ya maisha yangu haitafanikiwa. Huyu namwona yuko ndani ya jeneza. Pelekeni pale madhabahu. Ukifikisha pale madhabahu akalale, alafu akilala usifanye kishara cha kumtoa kwenye hilo jeneza. Kuna watu wamesema kwamba tunakufa, ukamlaze ukamnyanyue. Hata pande kitu kama goita, hata weke kitu Mlete hapo.
Sema naweka agano, naweka agano. Huu ni mwaka hawatanipunguzia mwendo katika biashara, hawatanipunguzia mwendo katika afya, hawatanipunguzia mwendo. Baba, simama. Ulinyolewa nywele, nyosha mkono wako. Nimeona nywele na hizo nywele ukiziangalia wana control fahamu, wana control fahamu. Hebu sema kila aliyefanya hivyo hatafanikiwa, hatafanikiwa. Achia, 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 asiachie, achia, asiachie. Nasema achia, asiachie, achie nywele, asiachie. Achie, mama askofu achie, mama makamu askofu hakikisha wanaachia hizo nywele. Achie kwa jina la Yesu. Haya, sema hey. Naona viganja. Hebu angalia kiganja chako. Angalia katika jina la Yesu. Angalia. Wewe simama, nenda pale. Hii mikono iona watu wanayo mahali. Hawataitumia mwaka huu, hawataitumia tena mwaka huu. Natamka neema kubwa, uwezo wa ajabu, mamlaka kubwa jina la Yesu. Naona unavuka mawe. Amini hivyo, unavuka mawe ambayo si ya kawaida. Na neno langu ni sheria. Neno langu ni sheria. Na alisema kwa niaba ya yule pale madhabahuni, unavuka mawe, hakuna ukuta utakao kuweza. Sema Baba, sema Yesu. Wangapi wataka nitabiri? Unataka ninene? Sema Yesu, hakuna ukuta utakao nizuia kwenye maisha yangu. Kuna watu wananishawishi. Sema Yesu, hakuna ukuta utakao nizuia kwenye maisha yangu. Hakuna ugonjwa utakao nizuia kwenye maisha yangu. Sema nayaweza mambo yote.